wewe umeingia kwa mapenzi, unaika msichana wenyewe mbele, umempatia kila kitu, ndio inafanya unapata watu wanakuwa na heartbreak, watu wanajua, watu wanajinyonga. So wewe kama pale, mimi naweza kuadvise kwanza wewe jipende, jiweke first, jihudumie wewe mwenyewe, then wewe akuja akue kama second. In case akitoka uko sawa, unaweza move on. Yeah. So sema kwamba mwenyewe ujipange kwanza, wewe mwenyewe jipende. Kujipenda ni wewe mwenyewe ujipende kwanza. Ndio hii nyingine kuja baadaye. Sasa hii msichana ukimpata saa hii, unaweza mpenda 100%? 100%? Hapana. Mimi nitampenda 10%, 90 ni yangu. 90 ni insurance yangu. 10% hiyo nitampatia. So unampenda unajipenda 90 alafu 10% ndio yake. 10% sasa ni ya mrembo, 90 ni yangu mimi mwenyewe. Hiyo zingine kwa sababu ana mtoto mwenye ula kumbuko huyo dem amezaliwa na watu wengine, amelelewa na watu wengine, ujue venye amelelewa. Sasa mbona nimpatie hata around 50% ya nini? Hapana. Yako ni kalio hii yako ni noma sana mazee, nimefurahi sana afande wapi mazee. Na najua mbesa msemaji mwenye amenitazama pale anasikia afande wapi nini ushauri wako. Ushauri wako ni mwema by the way. Wanasema kwamba ukitafuta msichana, before utafute msichana, jipende wewe mwenyewe kwanza. Ukishajipenda ndio upende mtu mwingine. Maana watu wengi wanaingia kwa mahusiano, unasikia kesho heartbreakiwa. Hiyo inaweza fanya nini? Unapata afande mtu ameingia sahi kwa mahusiano, unapata kesho wameachana. Hii inakuanga ni kama mtu ni Paul Show. Remember this is a show which welcome anybody. Na hapa tunakuwa tunasema maswali kidogo kidogo hapa ndani ya Paul Show. Tutapata Mahaba Show, na Mahaba Show naongea mambo ya mapenzi. Na hapa ndani tuko na afande ndani ya nyumba. Sijui anaitwa nani, atatueleza anaitwa nani, anatoka wapi, affectiwa na mapenzi au la. Hapo ndipo nataka tujue. Wacha tuanze na yeye atuambie jina lake, anatoka wapi, anaitwa nani. Hivyo ndio nataka. Mambo afande. Poa sana. Nimeona umejivaa. Wewe ni afande? Mimi napenda hata pale kwa mtandao najiita afande Wabi. Wewe ndio afande wapi? WABBY Wabi. Yeah. So afande, karibu inaitwa Paul Show. Na hapa ni Mahaba. Na Mahaba inaongelea mambo ya mapenzi. Na mapenzi tunazungumzia, tunauliza tu swali leo. Je, unaamini mapenzi ya kweli yapo? Mapenzi ya kweli? Haya hakuna. Mapenzi ya kweli hayapo? Hakuna mapenzi ya kweli. Mimi heri hata nikule, unipikie ugali vizuri mimi nikule, lakini hata mapenzi chenye ilinifanyia 2022 wallahi siwezi. Afande wapi? Ni kitu gani unaweza sema ama unaweza niambia mbona mtazamaji mwenye anatutazama mpaka una proof ya kwamba hakuna mapenzi ya kweli? Nini hasa inaweza sema ya kwamba kweli hakuna mapenzi ya kweli? Nini inaonyesha? Mapenzi ya kweli hakuna, na kitu nafanya inaonyesha kwamba mapenzi ya kweli hakuna. Nitachukua mfano wangu. Mfano wako wenyewe. Yenye kufanyikia. Yenye imenifanyikia. Kuna huyu msichana ambaye nilikuwa na date, nilikuwa nimempenda, nimempatia moyo wangu wote hadi na kidney. Kila kitu, nafsi yangu nini. But sasa huyu mrembo, nakumbuka kuna wakati nilikuwa naenda kazi zangu, naenda kazi kama kawaida, hizi kazi zetu za afando, najua anytime mdoza anakupigia simu. Then anaweza kuita kama umekaa kwa nyumba, kwambie kuja. Wakati pale mimi nimeacha pale kidosho changu kwa nyumba amekaa, tumeshakula vizuri, sasa nataka niende ninyofue kidogo hiyo. Kwa hiyo harakati ndio nikaitwa. Mimi napata kwa nyumba hivi, naingia pale, nilipata uwanja. Jamaa demo alibeba kila kitu. Uwanja ya nyumba. Nyumba imebaki empty. Amebeba kila kitu, amebeba sifuria, amebeba unga yangu, amebeba mchele. Kitu kwanza linuma sana. Ile kiporo yangu ilikuwa nimepika jana. Demo alienda nayo. Alienda kila kitu mpaka na kiboro chakula yenye melawa yana nayo. Imagine hadi na mrenda. Mrenda ndio imetoka pale, imeitisha kutoka ushago. Demo alibeba kila kitu. Kwanza hiyo siku sijaamini mapenzi. Na afande wapi, labda ulimfanyia nini? Unajua msiende kwa mkatoa asubuhi na atoke na vitu a time wa huko. Unajua msiende labda atakuwa anakupanga kutoka kitambo. Labda umemfanyia nini ambacho kilifanya mpaka akatoka? Mimi sijaifanyia huyu msichana, na sijui, maybe mimi tumekuwa tu pale kwa mapenzi vizuri. Pale mimi nimemprovide kila kitu, tu anakuja pale kwa nyumba. So me I don't know, ni maybe alikuja kapata, maybe alikutana akakutana na mogaka pale wakatoroka naye, but I don't know. Mimi sikumfanyia kitu yote bro. Na mlikuwa mmekaa na miaka mingapi? Kwa mapenzi tulikuwa tumepush naye kuanzia 2019. Hiyo ni kama roughly 2019 akatoka 2012 2022. Hiyo ni kama miaka 3 hivi. Na sasa huyu msichana akaenda. Unajua sasa penye yako ama ulimblock mkablokiana? Sasa mtu akuibia kiporo yako my friend, tena utarudi kwake kweli? Hiyo kuanzia hapo mimi mambo ya mapenzi no. Na afande wapi? Sasa huyu msichana penye yako sasa hii akachikumbuke kwamba alikufanyia makosa kubwa sana, aseme au akuombe msamaha, unaweza mrudisha, unaweza msamehe? Hakuna, wacha tu heri mimi niendelee, nitafocus na kukula.
Wacha nikule nijenge mwili. So unasema ni heri kukula kuliko mapenzi? Mimi siwezi mapenzi. No. Huyu alienda hivyo na ameenda, na mimi sasa acha ni focus kwa kukula na kujenga mwili yangu. Vitu zingine hapana, na kuhudumia Kenya. Pia mimi kama afande lazima nishikishika hapa vijana wenye wanaiba. Na lakini hii maneno mapenzi no. Na je, afande wapi? Because kuna watu hapo pia wameathirika na mapenzi kama wewe. Pia kuna afande kama wewe pia wako kwa hiyo shida kama zako, wamehadbrikiwa, wengine wamepata paka live wakiwa wamelala. Unasawambia aje? Mimi tunaweza kuambia kitu ya kwanza, wewe mwenyewe jipende, focus, you put first, ndio ukuje uchukue. Kama unaamua kuchukua mtoto wenyewe, maybe unaweza kaa, uwezi kaa bila mapenzi, lakini ukiamua kuchukua mtoto wenyewe, make sure kwanza wewe mwenyewe umejiweka first, weke mbele, sasa mambo zingine zikuja. Hata in case sasa hata akienda, unajua hizi vitu za kuanga, wewe umeingia kwa mapenzi, unaika msichana wenyewe mbele, umempatia kila kitu, ndio inafanyanga unapata watu wanakuwa na heartbreak, watu wanajua, watu wanajinyonga. So wewe kama pale, mimi naweza kuadvise kwanza wewe jipende, jiweke first, jihudumie wewe mwenyewe, then wewe akuja akue kama second. In case akitoka uko sawa, unaweza move on. Yeah. So nasema kwamba mwenyewe ujipange kwanza, wewe mwenyewe jipende. Kujipenda ni wewe mwenyewe jipende kwanza. Ndio hii nyingine kuja baadaye. So sasa msichana ukimpata saa hii, unaweza mpenda 100%? 100%? Hapana. Mimi nitampenda 10%, 90 ni yangu. 90 ni insurance yangu. 10% hiyo nitampatia. So unampenda unajipenda 90 alafu 10% ndio yake. 10% sasa ni ya mrembo, 90 ni yangu mimi mwenyewe. Hiyo zingine kwa sababu ana mtoto mwenye ule, kumbuko huyo dem amezaliwa na watu wengine, amelelewa na watu wengine, ujue venye amelelewa. Sasa mbona nimpatie hata around 50% ya nini? Hapana. Yako ni kali, hiyo gari hii yako ni noma sana mazee. Nimefurahi sana afande wapi mazee, na najua msemaji mwenye amenitazama pale anasikia afande wapi nini ushauri wako. Ushauri wako ni mwema by the way. Wanasema kwamba ukitafuta msichana, before utafute msichana, jipende wewe mwenyewe kwanza. Ukishajipenda ndio upende mtu mwingine. Maana watu wengi wanaingia kwa mahusiano, unasikia kesho wameheartbreakiwa. Hiyo inaweza fanya nini? Unapata afande mtu ameingia sahi kwa mahusiano, unapata kesho wameachana. Hii inakuanga nini? Ama unapata mtu amefunga leo harusi, kesho wameachana. Sasa unajua siku hizi kuna mambo ya kuchiti na kuna mambo ya kugongewa. Na hivyo unaweza pata watu sasa akili yake bado iko tu pale, anafikiria kugongana na kugongewa. Ndio maana unapata wameingia kwa mapenzi leo, baada ya settle, anafikiria venye atapata pale Ochieng, atoroke na Ochieng. Unapata pale dem jamaa mwenyewe yako pale, anataka kuona Anyango, atoroke na Anyango. So ile trust issues, ushaelewa? Trust issue ndiye anafanya. So acha nikimbie, niko kazi. Yes. Ndio ananiita. Sawa, nimeshukuru sana afande wapi. Hapa tumekuwa na afande wapi mazee kwa show, na najua kwamba mambo iko shwari, mambo iko sawa. Hapo pia mtu amesikia vile mambo vile ameongea, amesema kwamba jipende wewe mwenyewe kwanza ndio uweze kupenda msichana. Na ukipenda msichana upende na 10%, 90% ujiwekee kama insurance yako. Maana heartbreak iko real. Kila mtu ameheartbreakiwa, na tukisema heartbreak, kila mtu ako na heartbreak. Bye bye.